mgeni anapatikana. Tatizo kaka ameolewa, yani hilo ndo tatizo. Jini sikilize. Ukienda nitampata na nitamrudisha nyumbani. Usompenda kuchukuli barida, hisia zako na moyo wako umeweka kwake. Wapo wanaopenda wanashindwa kusema, na kisema basi kachelewa. Utatukana utabaki lonely. Wapo logombana mpaka na wazazi, jamaa ndugu na walezi. Utachukiwa, utalaniwa, yote sababu ya mapenzi. Mama yangu, ninaposema kuwa mna maadui wamewazunguka, na maanisha kwa kweli mna maadui. Na ule muda nilokuja mimi pale mmeona ule. Nilikuja pale makusudi. Yaani muda ule mimi kabla sijaingia waliingia wao kuja kumtafuta mtu wao. Pale Pale na mimi naona imekuja dakika zile zile. Shikamoo. Mahaba za saizi. Salama. Unakujaje kwenye mji wa mtu atahodi? Sasa hapa unachoshangaa nini? Ninachoshangaa nini? Hapa nyumbani kwangu. Mtu unakuja unapiga hodi, lakini hamna la kustukia tayari umeshafika. Inakuaje? Mama, sio lazima nipige hodi. Na hata hivyo nimekuja kwa uzuri tu, yani kwa wema, ndio maana nimefika nimekusalimia. Uzuri wenyewe mwenyewe upo nje. Tuachane na hayo. Nimekuja kwa lengo moja hapa kwako. Halo. Mbona sio dalili ya kutoka lakini? Mimi nishajiandaa au hivi. Au nivae tena kama vile vya mwanzo? Hapana bwana. Hivi mimi naona nimekaa poa. Okay. Mimi nipo tayari, nasubiria nyinyi tu. Simu moja nipo hapo. Okay. Got you. Baadaye basi. Yanaonyesha. Anamikia. Utaona kipenzi. Samlat. Naam. Ulikwenda wapi? Nilitoka tu mara moja. Hivi hata sasa hivi nataka nitoke tena. Unatoka unaenda wapi? Hang out with friends. Hang out with friends? Na siku ya mtihani utasema hivi hivyo? Kwani wewe mbona utulii siku hizi wewe?
Hebu tuachane na mambo. Ndio mama. Mimi na dada yako tumeona tuchukue nyumba mzima. Sasa. Na haya mazingira kama unavyoweza kuyaona mwamu, kuanzia sasa hivi wewe utakuwepo hapa. Kwa hiyo kuwa na amani, alafu kuwa na uhuru, yani jiachie. Mambo ni shida. Yaani mambo mengine mimi sina sija kualifiwa. Yaani mwenyewe tunayaona. Kwa sababu mimi mama labda unge kingine yani. Mimi sina kingine. Ndio. Ila nyumba yote tumekabidhiwa, lakini sisi chumba chetu ni kimoja tu ambacho tumeruhusiwa kutumia. Kwa hiyo wewe mwamu, tutaomba ulale hapa. Mamu, hilo lisikupe shida kidogo. Yaani kusokopoa chumba kimoja kama mama mzazi, lisikupe shida. Mimi hapa naangusha hapa. Tena kwa raha mustarehe kabisa. Kwa hapa mwamu, mimi nalala hapa safi kabisa hapa. Usingizi na kuloma kabisa. Japo sio nazi. Yaani mwamu bwana, yaani hajaacha. Yaani hajaacha kwa kuziaga hata kidogo. Unajua mara nyingi mke wangu mimi ninapokutana na huyu, hata kama nina mawazo, huyu shemeji wangu huwa ananifurahishaga sana. Yeye ni cheshi, na ninampenda ujio wake. Nimefurahi sana. Tutakuwa naye sana. Mawazo alimsaidia kama atoe kabisa. Mawazo kila mtu ana yake mawazo, kila watu ana mawazo. Sasa mke wangu, huyo mgeni amefika hapa. Mama, nakupa onyo. Sitaki ndugu zangu wanakuja hapa kwako kila siku. Huu mchezo mimi siutaki. Sasa, hebu sikiliza kwanza. Unanipa onyo la kivipi? Onyo hilo. Mimi vijana wale wanakuja hapa kwangu. Wameamua kuja wenyewe. Sijawaita. Sijapiga kigoma njooni kwangu. Sijakuja pale kwenu nikapiga hodi nyinyi vijana naombeni mje pale. Jina mwenza kumabuga. Sijasema, ila wao wenyewe wanakuja hapa kwa kumfuata kijana mwenzao. Umeona? Sijawaita mimi hapa ndugu zako. Samahani kwa hilo. Hilo onyo hilo silitaki. Uniambie onyo kubwa mzima kama mimi eti ninakuonya onyo. Wewe unaweza kanionya mimi wewe? Wewe una akili gani ya kunionya mimi? Mama, tusifike mbali. Mimi nimekupa onyo kwa sababu nawajua vizuri sana wale ndugu zangu. Na hasa G. Na ninachokuambia kuanzia sasa hivi, wakija hapa nyumbani kwako, naomba uwafukuze. Sitaki kabisa, yani sitaki nije nisikie tena wamekuja hapa nyumbani kwako na umeupokea. Sawa, wewe unawajua vizuri ndugu zako. Hasa G ndio unamjua vizuri. Si ndio? Sasa wewe kama unamjua vizuri ndugu yako, kaa naye chini. Kaa naye chini ndugu yako huko kwenu. Usiniletee mazonge hapa. Tena usiniletee balaa kabisa, sitaki. Sitaki kabisa uniletee balaa hapa nyumbani kwangu. Mimi hawa watoto siwaiti, wanakuja wenyewe. Si unanielewa? Wewe vipi wewe? Sawa. Lakini mimi nimeongea tu kwa sababu sijaja hapa kwa ugomvi. Wale ni watoto wa kiume. Fanya unavyoweza. Ila nimetoa onyo. Na kitu kingine, namhitaji Nyonzo. Nyonzo unamhitaji wewe kama nani? Nani wake? Umezaliwa naye kikeni kiumeni? Nyonzo huyu unamhitaji wewe. Wa kazi gani? Nyonzo! Sije tutakuwa naenda wapi? Nyonzo! Samlat. Hujamuona Nyonzo hapa? Mimi ni mlinzi kwani? Wewe majibu gani hayo? Leo. Hebu tuondoke. Kwa sababu asubuhi tu mwenyewe umeona alivyomnyanyapa ndugu yangu. Alafu sasa hivi ndo ataweza kumzingatia kweli? Tuondoke bwana. Unaona mazuri haya yanaongeleka? Na kiuno nipigie. Nyonzo! Marafiki. Mwanzo. Ni ndugu yangu. Kaja mwenyewe na miguu yake ajitafute ajirudishe. Si mtu mzima yule. Nyonzo!
Sijui atakuwa kaenda wapi. Taratibu. Tutamuona. Nyanza! 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 Sasa usipige kelele hivyo. Sasa unaanza kuchanganyikiwa kabla. Nyanza! Ataonekana tu huyu. Na kama amefika hapa, mimi nitamuuliza swali moja. Sawa? Na sana utakuwa umenielewa. Hivi Muhammad, kipindi unatoka nyumbani, unakuja hapa, hivi umetembea kwa miguu au umetumia usafiri? Swali gani hilo? Nimepanda boda, TVS King. Chukua boda kwa mpaka nje. Fika hapo na kama boda. Ingiza boda ndani huko. Akasema huo sio taratibu wetu. Hatuwezi kuingiza boda ndani. Ndio sasa hivyo. Mpaka hapa mwangu bum bum. Ipando. Okay, sasa Muhammad, unaweza kuniambia kutoka hapo getini mpaka kuja hapa tulipo umetumia tu ngapi? Muhammad, tumepiga miguu ya tembo. Miguu yangu 6-7 tu mpaka naingia hapa. Unajua sana nyumba mzuri haraka mimi nitapiga miguu mingapi? Kauponza. Anatoa chachi kauponza. Ndio anaanza. 6. Mbona sijaelewa? Kauponza? Yaani kitu ambacho nilikuwa nazungumzia kuponza, huyu mchezaji anapatikana pale Ufaransa na anapiga miguu yote. Na jina lake ambayo yeye anatumia kwenye michezo anaitwa Mauponza. Kwa hiyo kuwa na amani tu. Mwanangu unaonekana michezo sana yako beti wewe. Unajua Kifaransa. Alafu kaka, makochi hayo unajiachia? Kuna shida kwenye makochi kuna mama? Hamna. Jiachie tu kwa laza. Nje. Zangu. Okay, sasa mke wangu unajua shemeji katoka safari. Na kama katoka safari lazima aandaliwe chakula. Na kipindi anaandaliwa chakula nilikuwa na wazo. Lazima tafutiwe mboga mzuri. Shemeji yangu hata akiondoka akanipe sifa zao. Tukakamata ile kwa mmoja. Mama. Kuku. Hujui kama nina kazi naye, si ndio? Mama, Nyonzo ninamhitaji kwa hali na mali. Sijui unanifahamu? Mtoto vipi wewe? Kwani Nyonzo yule ana matatizo gani na wewe? Nyonzo yule kakukosea nini? Nyonzo jinsi alivyo hajui kugombana na mtu, hajui kumtukana mtu, hajui kumfanya mtu. Haya, unachomtakia wewe Nyonzo ni kitu gani? Na yule ni mtoto wangu mimi. Unajua nimempata vipi Nyonzo? Unajua mimi na Nyonzo tumeelewana vipi mpaka anakaa hapa kwangu? Imekuwaje mpaka anaishi naye? Unajua yote? Mama. Alafu wewe mtoto mbona umekuwa mjeuri sasa hivi? Kwa sababu mamako nimeishi naye vizuri tu. Na alikuwa hakuna mtu mstaarabu katika kitaa hichi kama mamako. Wewe vipi unakuwa hivyo? Wewe ushawahi kutoka huko yani 1, 2, 3 unafika hapa kuniambia mimi nakupa onyo. Toka lini? Wewe unaweza kanipa mimi onyo wewe mtoto? Mama, basi inatosha kwa ngonjera zako. Sijaje hapa kupiga ngojera, sijaje kishari. Sasa basi kama unaendelea kuwa gaidi, cha moto utakiona. Nyonzo umezaliwa na hiki keni kiumeni. Wewe vipi wewe? Wewe unapenda kunitisha? Naye kujua mimi wewe toka unazaliwa. Leo umefikia umeupata ugoko huo kunipita mimi unakuja kuongea maneno ya kishujaa hapa nyumbani kwangu. Umegeuka shujaa. Ana nini mtoto? Sasa mimi siogopi kwa kutisha tisha kwako, umenielewa? Sikuogopi kwa lolote lile. Mimi niko tayari. Kama unachanganyikiwa kitu gani? Sasa sema. Wema. Samahani. Tunamtafuta kijana mmoja hivi mlemavu. Mlimwona amepita hapa? Ni shemeji yangu. Yaani wamekuja leo tu. Tunarudi nyumbani hatujamkuta. Sijamwona, muende vile. Huko
Tuondoke bwana. Sasa twende unapajua huku. Hebu kwanza sikiliza kwanza tuulize kama amepita mitaa hii. Yeye mwenyewe yule mgeni. Hebu tupita tunauliza, twende taratibu. Twende huku. Huku. Nyanza! Wale wameendea. Wameelekea vile sija kapotea na huku maskini. Twende kupotea na kule. Lazima uonyeshe utifu kwa shemeji yako. Na kitu ambacho mimi sitaki nifeli kwenye familia yenu. Ndio. Lazima nicheze kwa mashemeji. Sawa. Nikicheza kwa mashemeji huko nyinyi, kila kitu kitaenda sawa. Mkalete huko unatafuna mpaka miguu. Usiache hata miguu, weka mwamu. Mbangwandu. No. Kuku. Bandani tena. Sasa mke wangu tunaenda kujaribu tu. Tuna test tu kama hivi. Nenda shema dada basi hata romba nenda. Kaka utakula kuku utakula? Nakula. Hata wawili. Utakula. Sasa mwamu. Sisi tunakuacha kidogo. Ndio. Mimi na mke wangu na dada yako tutatoka nje kidogo kwenda kuandalia maandalizi. Sawa mwamu. Twende. Twende. Tukajitolee mwanga twende. Mwamu jiachie. Aya. Kuwa na amani. Sawa mwamu. Sawa mwamu. Sawa mwamu. Sawa. Faransa wanasema 6 per avance. Ina maana unapokuwa kwa shemeji yako jiachie. Mimi niko na yeye najiachia sana. Sasa na wewe ukikosa fursa ya kujiachia, hayo ndio matumizi yako kwangu. Utapata matumizi yoyote. Namwambia kuku. Sawa. Haya. Jiachie mwamu. Sawa mwamu. Kinyarwanda anaita sheruba rembe kutimako maji yako. Wewe nyumba yao inataa tanga moja mbili. unasubiria kuku kuku dada. Kuku. Mpaka miguu weka, napita nayo. Hebu twende bwana, acha mambo yako bwana. Yaani kusikia kuku unakuwa mzito kutoka hapo. Tangu tabia sitaki bwana. Mimi nimekuona sitazo. Taa ngapi? Taa 5. Ile taaluma, hii taruki, taasisi, hii tanga kunani, hii tandika Davis Corner. Ngoja. 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 Busa. 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 Kumbaku. Naam. Ni kweli kabisa muda huu nimetoka kwa binti Migomba. Nyenzo Mwananyai hayupo. Lakini nataka nihakikishe Nyenzo Mwananyai anarudi. Hatuwezi kufeli mipango yetu. Lazima mkuu, kwa sababu sisi kazi zetu haziwezi kutimia pasipo Nyonzo. Sisi ndio mvugo. Hatuwezi kushindwa jambo. Kabisa kabisa. Halafu ndio mkuu, natakiwa leo waite wale wote tufanye kikao chetu baadaye. Sawa sawa mkuu, nimekuelewa. Kichuna simuoni sasa hivi. Sina taarifa naye. Kuna nini? Ni kweli mkuu, aliniomba ruksa lakini mimi nilisahau kukufikishia. Nisamehe kwa hilo kiongozi wangu. Ila natumaini usiku wa leo tutakuwa naye kwenye kikao. Safi sana. Unajua Kichuna ni binti ambaye yuko vizuri kabisa kwenye kazi zake. Na yuko makini. Pia yuko vizuri, anasimamia kazi zake vizuri. Hata mimi nililiona hilo mkuu. Ila ndo kwa sababu ya safari tu. Vile Kipiuda simuelewi kabisa. Naona kama kuna namna gani, ila tuachane naye. Sawa mkuu. Haya.
mambo ya Ottoman. Wewe mtoto kuwa na adabu wewe. Wewe, kwani ile begi lako? Mbona unakosa adabu wewe? Afu sikiliza. Mimi begi langu alishiki na mtu yoyote. Wewe unaelewa wewe? Umenipiga? Nikuhadisia au? Umeona live? Na adabu bwana. Hebu kachini na watoto wenzako wanapochezaga huko. Umenipiga, unajua mimi ni nani? Wewe nani bwana? Wewe nani? Wewe nani? Unajua maana sheria Masikombiso? Masikombiso na kanchi gani? Masikombiso ndo nini? Usinitishe mimi wewe. Wewe mwenyewe unajua mimi nani? Kama unajua wanaita ushu ushati skaba skuba maski toshi. Malkubi kimukita kimbata mkubwa. Pompo pote na mwenye sauti ya ndege ina apugi. Ushu ushati skaba skuba ndo mimi. Tisha mimi. Wewe vipi wewe? Dada! Mwao! Mimi nitamdogoa kibao mtoto mmemeta mtoto mwenyewe. Wewe mpaka akishatisha mwisho. Nitampiga huyu. Jinga kabisa. Toka! Sheria Masikombiso, lina chogo lako. Chogo wewe. Dada! Dada! Karibu. Unakaribishwa. Nyekundu na sana